Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaanza kuyataja hayo madhambi makubwa, yaliyo makubwa zaidi ya makubwa. Qal al-ishraku billahi, ni kumshirikisha Allah, an taj'ala lillahi niddan wa huwa alladhi khalaqak, na hiyo ndio shirki kama alivyoitafsiri Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni wewe kumjalia Allah mwenza katika ibada, ukamwekea Allah mshirika kwenye ibada yake, na hali ya kuwa yeye Allah ndio amekuumba wewe. Huu ndio ushirikina. Ta'budu ma'a Allahi ghayra, ikawa wewe unamwabudia pamoja na Allah mwingine. Ibada ni haki maalum kufanyiwa Allah, kuombwa dua, kusujudiwa, kuadhimishwa, kuogopwa, kutarajiwa, kutegemewa, kuombwa uokozi, kuombwa hifadhi na kinga. Zote hizi ni ibada, zatakiwa zielekezwe kwa Allah. Unapozichukua ibada hizi ukazielekeza kwa mwingine, ukazielekeza kwenye kabri ya wazee wako na mashehe zako, ukasema wale ni mawalii, ukawaelekezea ibada hizi, ukazielekeza ibada kama hizi kwa masanamu au kwenye mizimu na mfano wa haya, wewe utakuwa unafanya shirki, unamshirikisha Allah kwa kuwa umechukua haki maalum ambazo ni zake Allah ukawapelekea viumbe. Shirki ni kumlinganisha Allah na viumbe kwenye ibada. Taswiyatu ghayru Allahi billahi fima huwa min khasaisillah, ni kumfanya sawa asiyekuwa Allah ukamfanya sawa na Allah katika mambo yenye kumhusu Allah kama mambo ya ibada. Sawa? Sasa shirki ni katika akbarul kabair, ni katika madhambi makubwa zaidi. Wa huwa a'zam dhanbin usiya Allah bihi, ushirikina ndiyo dhambi zito zaidi ambalo Allah ameasiwa nalo. Hakuna dhambi katika madhambi ambalo ni kubwa kuliko ushirikina. Na ndiyo maana almushrik idha mata ala shirkihi duna tauba, mshirikina yoyote pindi akifa juu ya ushirikina pasi na kutubia, huyo akhira ni khalidun mukhalladun fi an-nar, ni mtu atakayekaa motoni milele. Wa hurrimati alayhi aljanna, mushrik, na imeharamishwa juu yake pepo. Allah ameeleza wazi, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yoyote anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ameiharamisha juu ya mtu huyu pepo, na mafikizio yake ni moto. Washirikina na madhalimu, bimaana washirikina hawatakuwa na mwenye kuwanusuru. Allah anasamehe madhambi yote isipokuwa ushirikina huko akhira. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehi yeye kushirikishwa Qur'ani, na anasamehe chini ya madhambi ya shirki kwa mtakaye. Washirikina akhira hawana msamaha, lakini wakitubia hapa ulimwenguni kabla hawajafa, katika wakati sahihi wa kusihi tauba, wakawa ni wa kweli, Allah anasamehe. Kwa hivyo dhambi zito la kwanza al-ishraku billahi. Maalasaf, dhambi hili pamoja na uzito wake na kwamba min akbaril kabair, ndio limekuwa dhambi jepesi lenye kufanywa na watu katika zama hizi. Tena utashangaa wengine wanajiita ni Waislamu halafu ni washirikina. Mtu
mtu mushriki anaadhimisha mizimu, jitu la matambiko, ni mtu wa kuamini kwenye mashetani na nguvu za giza, kutokubadilisha waganga, lakini bado anajiona ni Muislamu. Waislamu wa zama za leo, wallahi alazim, utashangaa kabisa Uislamu uko wapi na wao wako wapi. Waislamu wengi wa leo wameikubali shahada haraka haraka, lakini wanaivunja hiyo shahada ya la ilaha illa Allah kila siku katika matendo yao, hasa jambo la ushirikina. Washirikina wale wa mwanzo wa Quraysh walifahamu uzito wa kutamka la ilaha illa Allah, ndio maana wengi wao hawakukubali kirahisi, na walipoambiwa tu qulu la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa Allah, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwalingania walikuwa wakisema aja'ala al-alihata ilahan wahida, amewafanya miungu wengi tunaoabudia kuwa mmoja tu. Yani walielewa kwamba hii kalima la ilaha illa Allah maana yake ni kwamba ibada zote zielekezwe kwa mmoja tu. Washirikina wakashangaa, huyu Muhammad atakujalia miungu yote tulionayo. Walikuwa na masanamu pale Makka ndani ya Al-Kaaba zaidi ya 360, yote hii tuiporomoshe tumwabudu mmoja. Hili ni jambo la kustaajabiwa. Hawakukubali wale washirikina hii kalima kwa urahisi. Wengine walikufa na ushirikina wao, wengine waliingia vitani na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakipinga na kalima hii. Waislamu wa leo haraka haraka wanatamka Uislamu la ilaha illa Allah, lakinahu mushrik. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'an, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na hawamwamini wengi wao kumwamini Allah isipokuwa na wao ni washirikina. Ay yu'minuna billahi fi rububiyyatihi, ni waumini kwa sababu wanaamini rububia, tauhidi ya kuumba. Allah ndiyo kaumba, Allah ndiyo anaruzuku, ndiyo mwenye kuteremsha mvua na mfano wa haya wanayaamini. Ni imani ambayo hata washirikina walikuwa nayo. Hawamwamini wengi wao kumwamini Allah kwenye tauhidi ya uumbaji, illa wa hum mushrikun, isipokuwa na wao ni washirikina. Ni washirikina kwenye nini? Kwenye ibada, kwenye mambo ya kuabudu. Sasa wana miungu mingine, ni waongo, hawamwabudu huyo mmoja aliyeumba. Aya hii imethibitisha imani kwa watu ambao ni washirikina. Utajiuliza ni imani gani? Imani ya rububia, kuamini kuumba, kwamba Mwenyezi Mungu bwana ndio muumba peke yake, bwana Mungu mwenyewe bwana, lakini anashirikisha katika ibada. Sasa kwenye kuomba unamuomba nani? Unapofikwa na shida wewe msaada unauomba kwa nani? Unapoingia katika majanga unamuomba nani akuokoe? Unapokuwa mgumba, una watoto au umechelewa kupata, nani umuelekea kwa ajili ya watoto? Mganga. Sasa Muislamu wa vipi wewe? Na unakwenda kwa mganga, naye mshirikina anapiga nyungu pale, anakutajia Mungu, naye najua Mungu mwenyewe bwana ndio kila kitu. Sisi tunajaribu Mungu yupi huyo ambaye unamshirikisha hapa? Kwa hivyo watu wengi wana imani ya uumbaji kwamba Mungu ndiyo muumba, lakini kwenye kumwabudu wanamshirikisha. Nasema masikitiko tulionayo, hili dhambi la ushirikina limekuwa la kawaida. Waislamu wanafanya shirki wazi, tena washirikina wengine wanajitangaza na mabango hasa mganga kiboko wa kusafisha nyota kutokea Sumbawanga yuko hapa, na namba zake zimewekwa pale kwenye mablogu huko. Hivi sasa habari ya mjini ni ushirikina. Waganga wanajiposti na kazi zao, unataka utajiri, kama unataka kusafishwa nyota,
kuondolewa nuksi kwenye kazi zako, unataka kupata zindiko la nyumba, zindiko la kazi, njoo. Watu wanaitangaza na wana washabiki, na washabiki wengine wana majini ya Kiislamu. Ajibu. Lakini mfahamu kwamba katika madhambi makubwa al-ishraku billahi ni kumshirikisha Allah.